oil chafu. We live your life. You punch me once, I punch you triple. Namaza, this is Mambas 24. You punch me once, I punch you triple. You punch me once, I punch you triple. Mambas 24. We live your life, man. Pisa! Nataka nikae hapa. Mwalimu ndo amenipanga hapa. Pisa! Hii ndio siti yangu nimechagua leo. Pisa! Sasa nitaenda kukaa wapi? Uzuri wako weka kwenye siti ile pale. Jiheshimu wewe. Ni panya gani huyo anaongea? Kima gani anaongea? Steve ndio nani? Kuna mwalimu humo. Sisi wenyewe tumemzoea, tunamheshimu hivyo hivyo na mapungufu yake. Steve, heshima ifuate mkondo wake. Nana mapungufu. Nana mapungufu. Au ulinipunguza wewe au mapungufu au? Ukitetewa mwalimu, kaa upande wa mtetewaji. Nidhamu sawa wanafunzi? Ndio. Yaani mtu mmoja asichukue tension na darasa lote, sawa? Na of course ni mtu wa kujivunia. Kwanza changamoto ni nini? Shule inahitaji watu kama hawa. Mmeenda kwenye michezo kumodi mmepigwa, hamna mtu wa protect. Yaani shule inakuwa na amani akija mtu mmoja tu ngadu. Sasa hivi wamekuwa wawili. Sio kila aliyekuja shuleni amekuja kwa ajili ya masomo, wengine wamekuja kwa ajili ya vita. Cha kushukuru kwamba shule yetu imepata uwakilishi wa kila sekta. Kielimu wapo, kusema mambo kufaulu darasani wapo. Mpira sasa tunaanza kuwekeza na kwenye tasnia ya ngumi. Au nyewe mnasemaje? Kwenye tasnia ya ngumi kwenye shule tuko vizuri sasa hivi. Kwa hiyo jamani, tupeane shikano. Konki Master. Kuwa na ustaarabu, ujisikie kwa nyumbani, kuwa na amani. Hapa ni kwako. Wanafunzi wanakupenda, sisi walimu tunakupenda. Na nimesikia ile kauli yako unasema, when you punch me once, I will punch you triple. Naomba isiyo kwa upande wa walimu. Sawa baba. Dili na wajinga. Sasa naomba tuendelee na kusoma. Nilifundisha juu ya kujumlisha, kutoa. Hebu tuguse gawanya kidogo. Mfano labda tuseme labda mfano wa kwanza huu. Ukaambiwa labda 2000, let's say 2400. Ugawanye kwa 32. Nani anaweza kujaribu hili swali kabla mimi sijaelekeza kwanza? Konki. Nani? Konki Master. Wafurahishe baba. Umesikia na kupendekeza wanafunzi. Sasa sijui utakuwa na muda uje jaribu tuone. Nijibu kwa kusimama au nimekaa? Ni mudi yako tu, ni mudi yako. Ile ingekuwa ni vizuri ukaja huko mbele hivi ili ukasolve, wanafunzi wanaona unavyosolve hilo swali. Chaki hapa. Mwalimu, hatujasalimiana kwanza. Okay, ujambo? Niamkie. Hebu kwa serious. Sawa, hebu fanya swali ambalo nimekuita hapa. Mimi nikwamkie tena wewe mwanafunzi. Mwanafunzi eti mwalimu ndo amwamkie mwanafunzi. Ni haki wanafunzi? Sawa. Ni haki. Chaki siwezi kujibia. Naomba chaki ndefu. Steve, unaweza kunielekeza matumizi ya programu ya Jamison? Ni rahisi sana. Msiondoke. Jamani sikilizeni kwanza. Jana Jamison alionyesha ujumbe wa moja wa subscribers wake ukisema, asante sana Jamison, siamini macho yangu. Nimegeuza $20 kuwa $200 kwa kutumia mikakati ya software yako. Si jambo la kushangaza hilo. Huu hapa ni ushahidi halisi wa kubadilisha maisha. Hii hapa ni software ya Forex ya Jamison. Iko mikononi mwangu. Nimechagua euro kwa USD na inaonyesha soko linashuka. Kwa hiyo nitabonyeza kitufe cha down nikiwekeza $45. Boom!
Trade ya kwanza faida ya $85. Twende tena kwa mara ya pili, mkakati ni ule ule, Euro kwa USD, na sasa inaonyesha kupanda. Safari hii inaingia na $85, tuone matokeo. Ushindi mwingine tena, $160 ndani ya dakika chache, na usahihi wa hali ya juu kabisa. Ndani ya dakika chache $185 tayari zimeshatolewa, na uhakika safari hii hautakosa nafasi hii. Jamison pekee anashiriki software yake pamoja na access ya community ya VIP bure kabisa. Fata hatua hizi 3 na rahisi. 1. Bonyeza link iliyopo kwenye maelezo au comment niliyopini kujiunga na Telegram ya Jamson. 2. Bonyeza anza kisha mtumie ujumbe Jamson. 3. Fuata maelekezo yake na upate software. Usisubiri, chukua fursa hii leo. Na kama link ya Telegram haifunguki kwako, tafadhali pakua VPN yoyote ya bure. Chagua nchi ambayo Telegram inapatikana kama Nigeria. Baada ya kuunganisha, kila kitu kitafanya kazi vizuri. Naomba ufutio. Sasa ufutio nini? Nataka ufute swali. Mwalimu, naomba ufutio. Sijaja kupoteza muda. Na wewe ni nani? Mimi ni Kenge. Sasa Kenge, yani ukenge wako unahusiana na kuja kuingilia vitu vya ualimu kumbe. Jamani. Kwenye msafara wa mamba. Kwenye msafara wa mamba? Sasa mamba. Kenge. Kwenye msafara. Kwa mbili. Imeisha. Shika baba. Potea. Asante. Aya, wafundisha. Tusolve, okay. Aya, tusolve swali. Hivi kati yenu wote hapa hakuna anayeweza kujibu hili swali? Darasa lina warembo kama nyinyi, hamwezi kujibu hili swali? Au mnajua hesabu za chips kuku? Nakuuliza wewe. Unasikia, ungefanya hilo swali kwanza tukaendelea na utaratibu mwingine. Hili swali rahisi sana kwangu, nataka hawa wajibu. Sawa, yani wewe tuonyeshe urahisi wake yani tuseme. Hivi nyinyi kati yenu 4 na mimi 5 ndo tunaliweza tu hili? Nani anaweza kujibu hili swali haraka, msinipotezee muda? Hebu waonyeshe yani solve wetu uone labda. Mwalimu, rahisi sana. Mimi na maswali yangu leo sijaja kufundishwa. Sijaja kusoma, nimekuja kufundisha. Umenielewa? Sijaja kusoma. Sijaja kufundishwa, nimekuja kufundisha. Kwa hiyo swali lako ni takataka. Sasa mtulie. You punch me once, I punch you triple. Nina maswali 3 tu, yani ndio maana ya triple. Sasa nataka majibu sahihi. Kabla sijawapitia kama upepo. Kabla sijawachota kama njiwa. Nani anaweza kujibu hili swali? 25. Ulianza shule mwaka gani hapa? Ni kweli 25? Ndio. 5 mara 5 25? Ndio. Hivi wazazi wenu kweli wanalipia ada mambumbumbu kama nyinyi? 5 mara 5 10, piga makofi. Nipo sawa mwalimu? Tuendelee tu. Na hapo si ungenisaidia kitu kimoja. Nitaka njue labda yani umetumia njia gani ukaijua hiyo namba 10. Yani ukapata jibu namba 10. Ili tuweze kuelewesha na wengine. Wewe umesoma vyuo vingapi vya ualimu? Nimesoma, ila lengo tu ni kutaka kuwaelimisha na wengine. Hatukatai kwamba sio jibu. Hii ni ngapi? 5. Hii ni ngapi? 5. Hii alama ni ya nini? Kuzidisha. Ukinyonga hivi inakuwa alama ya kujumlisha. Yaani inakuwa hivi. Baada ya kuinyonga ndio 5 kujumlisha 5 inakuwa ngapi? 25. Panya gani huyo? Kwa hiyo kwa nini hii ulinyonga hivi, si ndio? Unainyonga hivi inakuwa inageuka inakuwa alama ya kujumlisha.
ndio inakuja 5 kujumlisha 5 ndio 10. Basa kakae. Rumpigie makofi. Makofi. Ndugu yangu wewe hadi kwa maswali anaanza kunyonga tu. Wewe ni mnyongaji? Haya jamani. Tukiachana na maswali ya mnyongaji, sawa? Ya mnyongaji, ninataka niwachie zoezi hapa. Haya, amefanya swali lake hapa, sio vizuri kumkatisha tamaa mwenzako alichokifanya. Ila cha kuambiwa kasema 5 mara 5 ni 10. Cha kuambiwa changanya na cha kwako. Sifuti kwa ubaya, nataka nitoe zoezi. Kwa hiyo nitaacha zoezi hapa dogo. Okay. Swali bana mtanifanyia hapa swali. Badili 225% kuwa sehemu. Si tunaliweza eh? Ndio. Si tunaliweza? Ndio. Si ndio? Ndio. Kama likiwashinda mnaweza kumshirikisha pale Konke akawasaidia vitu kama hivyo. Shule yenye vituko ina wapole pia ina michezo. Kama una heshima zako utazichoko huko. Ini elimu ya watu wazima sio watoto. Paka mwenye nyumba wako tasoma naye. Hata ex wako pia utasoma. Wanafunzi, leo tutajifunza kuhusu sheria za maabara. Nadhani wote mnazifahamu sheria za maabara. Mwalimu, kama tunazifahamu na tufundisha kwa nini? Konki tuheshimiane, kuwa na mipaka. Tusingiliane kabisa. Mimi mwalimu, wewe mwanafunzi. Mwalimu, siwezi kukuingilia. Wewe nitakutoa nje ya kipindi sasa hivi. Huwezi kunitoa nje mwalimu. Hata uje na migambo. Eti dogo yaya, unamwelewa huyu madam? Unamwelewa huyu mwalimu wako? Sema unamwelewa. Kapanyaka, kaogaka. Mimi nitasimamia haki na ukweli mpaka tone la mwisho kama Gaddafi na Libya. This is Mambas 24. We live our life, man. Hebu nitolee ujinga wako hapa. Unajitoa akili sio? Zifuatazo ni baadhi ya sheria za maabara. Na moja ya sheria za maabara, huruhusiwi kuongea ndani ya chumba cha maabara. Sheria ya pili, huruhusiwi kushika au kugusa kitu chochote ndani ya maabara. Na sheria ya tatu, huruhusiwi kuvuta sigara ndani ya maabara. Sasa hizi mwalimu. Nyie vipi lakini? Si ndio nyie hata jana tu mlikuja hapa. Kwa nini mnasumbua darasa langu? Mnataka nini? Kivipi kwani teacher? Sema si tuna shida fulani hivi, tuna shida na mtu. Juzi kati hapa tumekuja hapa, tukatolewa balu hapa. Kuna mchizi fulani hivi alitupiga balu hapa. Kuna mazingira fulani tulikuwa tuna shida na mtu fulani alitupiga hela yule pale. Yule pale Steve yule. Afu nyie msiniongelee mimi kiuni. Hapa mko darasani. Sitaki uni kabisa. Hivi nyenye madogo mna shida gani? Si tuna shida blaza. Shida gani? Kuna jamaa katupiga pesa pale mazingira ya muziki haya. Kawapiga hela. Na mazingira ya kazi ya muziki. Unapoongea na mimi usishike pua. Sawa nakupata. Kaza. Sawa. Kaza. Sawa. Unaweza kutusaidia labda? Si tunaimba. Tunaomba tusaidie. Mwenzangu anachana hapa, mimi naimba. Unaweza ukachana kidogo? Ya, naweza nikachana. Haraka. Yeah. Nipe tu beat, kila beat mina ja. Tena navyochana weza sema mekicha. Oya wanga mno bana, cheni hii ni bara. Wahuni wakataji mpaka daa na kubali inabidi. Makofi! Kuishinda hii safari. Ndio maana mina chana wala sina mpinzani. Oya wanga mno bana, cheni Dogo tulia. Dogo wewe ni noma. Nipe 5, give me 5. Okay. Yaani unavyochana ni noma.
Mimi mwenyewe nilivyoanza muziki sikuanza hivi. Dogo uko vizuri. Shukrani. Uko vizuri dogo. Shukrani. Na wewe unachana unaimba? Mimi naimba. Hebu. Mungu aliumba dunia, jua na mvua, yote. Ndio maana mnaibiwa hela. Ndio maana mnaibiwa hela. Sasa sauti imeelekea wapi? Mashairi yameenda wapi? Sema yani Unajua nyinyi ni wakali sana. Yaani noma. Nikiamua tu leo jioni mnatoka. Tusaidie. Kesho vyombo vya habari vyote vinakuwa nyumbani kwenu. Tusaidie kanga Kongi. Shanaelewa. Mnatoka kesho tu nikiamua. Leo jioni studio. Kwanza una shilingi ngapi hapo? Hapa mimi ni 30. 30 tu. 30 kesho. Na wewe? mimi 50 ipo nyumbani baba. 50 iko nyumbani? Ipo nyumbani. 50 ipo nyumbani. Mmekaza kweli? Tumekaza kweli. Mmekaza kweli? Yeah. Lakini mjue muziki sio mkojo ukijisikia tu unakojoa. Twendeni nje huko. Madam, niache nikamalize umchongo. Wa madogo ni mastaa kesho. Bongo Flava inahitaji kikosi. Bado hatujatosha. Bongo Flava inatakiwa kwenda kimataifa. Na hawa ndio watatuwakilisha kwenye tuzo za kimataifa. Weka usha mchongo. Madogo wana bahati zao. Usiwe wewe una nyota ya punda. Hawana nyota inong'aa. Twende madogo. Twende. Endelea na mambumbumbu. Konki anaenda kuaibia watoto wa watu hivyo? Acha akaokote. Hem, rudini darasani. Tuliishia namba ngapi sheria ya maabara? Nani anitajia sheria namba 3? British School inawatangazia elimu ya sekondari huria, elimu ya sekondari kwa miaka 2 tu, kidato cha kwanza hadi cha 4 kwa miaka 2, wanaorudia mtihani wa kidato cha 4, kidato cha 5 na 6 kwa mwaka mmoja. Pia kozi ya ualimu wa chekechea na daycare, kozi ya Kiingereza na kompyuta inatolewa kwa watu wote. British School wameanza usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja, FTNA ambayo awali ilijulikana kama QT, kidato cha 4 na wanaorudia mitihani. Ada 610,000 tu kwa mwaka, utalipa kidogo kidogo. Masomo ya jioni kwa wafanyakazi yapo. British School wanatumia teknolojia ya kisasa. Walimu wanafundisha kwa kutumia smartboard touch screen. British School ndiyo shule huria pekee inayofanya vizuri zaidi hapa nchini. Wengi wametimiza ndoto zao na kufika hadi vyuo vikuu. British School ipo Mwenge, Dar es Salaam. Inatazamana na kanisa la KKKT Mwenge, au wapigie 0655 400 420 au 0755 400 420. Hapa ndo umeandika nini hapa? Hebu nisomee vizuri hapa. Ni kwamba pala hivi anafanya kazi vizuri au kitu gani? Hamna mwalimu ni hapa tu. Ugoroni lala maana Rozana Boma Kariakoo. Wanafunzi shika hela yako mkononi kabisa. Ikazi sio babako. Suka maji ya ngapi hayo? Tutajuana jioni. Boma. Waache wawili hao. Dada unaenda? Nashangaa mji. Abiria mwenye 10,000 ndio tunapita sheli hapo. Sitaki lawama. Matumbi spaki mpaka jioni. We dada, nyanyua mguu niweke mzigo. Wewe Juma. Sipakie matenga. Juma. Madam msamee, huyu ni konda. Kwa yuko anakangauka na utaota. Juma, umejisikia kwa unachokiongea? Sogeza mtani miguu hapo. We Juma wewe. Mlete mbele huko. Twende. Tulia, umesamehewa mjinga. Sema asante. Kasamehe. We Steven, mimi ndo wakumsamehe, wewe ndo wakumsamehe. Haya basi, nani wewe Juma? Nenda. Wewe mbona kelele sana wewe? Kwa sababu yake nikupe wewe. Hebu rudi kakae huko. Wanafunzi tunaendelea. Wanafunzi, ili darasa sasa hivi naona kabisa nidhamu imeshuka. Kwa sababu jana kuna kazi nilitoa hapa, lakini madaftari yaliyokuja ofisini ni machache sana.
Sasa tukianza kurudishana nyumbani ndio akili zitawakaa sawa. Naomba kila mmoja aweke daftari juu ya meza. Nakagua madaftari yote ambaye kuleta kazi yake jana ni nyumbani. Sasa hizi. Salama, karibuni. Asante. Mlikuwa mna shida gani? Nimetoka kwa mwalimu mkuu huko. Nimemueleza shida yangu, akasema ndio kuonana na wewe ili niweze kuongea na wanafunzi. Karibuni. Ndugu zangu, hakuna anayejua kesho yake. Unaweza ukamka asubuhi mzima, jioni umepata matatizo. Unaweza ukamwomba Mwenyezi Mungu afya tele, ukakuja kupata matatizo. Akuomba huyo. Alikuwa anaona vizuri kama nyie. Leo hii kipofu. Tunakuja mbele yenu, sio kwamba tunapenda. Tunaomba mtusaidie mwenye chochote kile. Shida yetu si tupate 3,000 tu ya kutufikisha nyumbani Gongo la Mboto. Kaka samani, naomba nikuulize swali. Kwani wewe ni nani yako? Mke wangu. Sasa kaka, kwa jinsi ulivyo unaonekana ni mkaka mwenye afya yako nzuri tu na mwenye akili timamu. Kwa nini usitafute kazi yote ufanye msaada? Dada, unaweza kunisaidia chochote kitu? Mimi msaada wangu, kuna shemeji yangu anajenga. Wanahitaji saidia fundi. Nikuungane. Dada, unaweza kunisaidia tupate la nauli? Wewe. Unajua ukiwa mnene hata upendezi kuomba. Wewe sijuka chuma ulete. Wewe mtaki kuangalia kwa haraka haraka, anaona sisi ndio wenye shida. Chapa na t-shirt kabisa limeandikwa mtaa. Mnaomba mtaa kwa mtaa. Blaza uko nyuma. Hassan Sela. Mimi kusema ukweli msaada nilika kuupa, lakini mfukoni hapa hela kamili sina. Ipo kwenye simu yani. Lipa namba tunayo, tukupe. Wewe kibonge. Isura unaikumbuka? Hatujawahi kukutana kwenye daladala. Sikukumbuki. Unanijua? Mada. Asante. Bandogo. Huwezi amini, kuna ile darasa lile ambalo pale niliambiwa niingie ile, wamenipa 12,000. Wana huruma wale wanafunzi wa pale. Hii hapa hii. Umeona? Umeona hapa bandogo? Ya samanini jamani, samanini. Shehe, tukiachana na kuzungumzia mchanganyo wako wa mavazi, kanzu na mzula. Mimi nilikuwa najiuliza, wewe umejuaje kama wamekupa 12,000 huko ulikotoka? Na umejuaje kama ndugu zako hapo kwenye hili darasa? Nani? Harufu ya bamdogo tu nimegundua alipo. Twende bamdogo gani kesho tungeenda bwana. Mimi mwenyewe na swali leo. Hivi na wewe ni kipofu? Mimi kiziwi sioni. Kumbuka linki ya software ya Jamson ipo kwenye maelezo. Ni zamu yako sasa kuhonja mafanikio haya. Bonyeza linki, fuata maelekezo na fungua njia yako mpya ya kipato. Na kukumbusha tena, Jamson anashiriki software yake ya Forex bure kabisa, lakini kwa muda mfupi. Ndo shule yenye vituko, ina wapole pia ina micheruko. Kama una heshima zako